Ningemuuliza tuko wangapi? Unanipenda kweli au unanongopea? Nani wa kwanza kumpenda kabla yangu mimi? Mume wangu, nasikia una mwanamke. Ni kweli au si kweli? Una mtu pembeni? Au hauna? Yeye angenikatalia. Kama hauna, ndio ningemweka kwenye ile mashine na ningejungundua ugongo wake uko wapi. Toka wapi na anafanya nini? Watu sikizo waongo, simu zinadanganya. Ametoka wapi? Niko kwa mama. Ukafanya nini? Tulikuwa tunaongea mambo ya kifamilia, kumbe uongo. Hiyo siku inaniuma sana sababu nilikaa sehemu moja kimvulini hapo nyewe tunaita kipande cha matumizi. Nilikuwa naona kibao chezo huko pembeni kuna nani? Yaani watu kibao hapa nimetumia hela nyingi sana siku ile. Kiasi kwamba mpaka mwenyewe asubuhi kichwa kinagonga. Sijui nani alimtonya. Basi alikuja alikuta matumizi pale na ndani tulikuwa banka letu tumeliweka wote tunalijua. Au sio bwana kiasi fulani akakuta liko chini sana. Hadi mahindi ikawa kweli ilibidi nikubali kosa. Nilinunua nguo, nilichongesha hereni za silver na viatu. Kuna siku moja katika pilika zetu za biashara tulipataga pesa nyingi sana. Tukapata tukagawana kama 80 hivi. Umeona bwana? Katika samani mimi nikachukua simu nikampigia, bwana vipi uko wapi? Bwana niko sehemu fulani. Jipange njoo Ilala Boma. Kweli mtoto akaja na kila kitu. Tukachukua masela tukakaa sehemu, tunavunja moja baridi moja moto. Umeona bwana sister? Nakumbuka nilitumia kama 60,000 hivi na 5. Umeona kabla kama na 15,000. Aligundua kwa sababu sijaye kutumia mchele kama ulotumia naye. Nilinunua nguo. Alikuja baa. Ndo akaja pale akanikuta mimi natumia hela vibaya na girlfriend mwingine. Alichukua hela, ama alichokifanyia, alinunua tu nguo, vipodozi nini, mwisho akaleta ugomvi tukagombana. Basi ni hivyo tu. Ndoto zake ni biashara labda kwa kifupi. Ana ndoto za kuwa mfanyabiashara mkubwa za magari ya. Alikuwa kufanya kazi ya jeshi. Yeye alisomea kibiashara. Yeye bwana aliniambiaga tu kitambo kwamba angependa kuwa rubani. Sema ndo hajasomea mambo hayo. Gereji. Kuendesha magari. I say